Oh, haleluya. Yes, nakusalimu tena pendwa mtazamaji wa Afya Pamoja na Injili Online TV. Nikukaribishe katika somo letu la wiki hii ambao tutakuwa tukizungumzia matatizo madogo madogo ambayo yanajitokeza wakati wa ujauzito na jinsi ya kuyadhibiti au kuweza kuyakabili. Usisahau, mimi naitwa Dr. Dietrich Sindalawa ambaye ni muuguzi na mkunga, lakini pia ni mwanathiolojia kutoka Maranatha First Assemblies of Tanzania. Kwa sasa nazungumza nikiwa hapa Iringa, nikiwa nafanya internship katika hospitali ya rufaa. Basi usiache kulike, usiache kusubscribe, usiache kuacha comment yako hapo katika chini ya hii video kwa namna gani ambavyo tunaweza kuboresha, na Mungu atakuwa amekubariki. Basi nikukaribishe tena katika kipindi hiki cha leo, na nina imani kwamba utaenda kujifunza mambo mawili matatu ambayo yatakusaidia uweze safari yako ya ujauzito au safari ya ujauzito wa mwenza wako au mke wako basi iweze kuwa ni nzuri tena yenye baraka na mafanikio. Tembea pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufaidika au kunufaika na somo hili. Basi nini maana ya ujauzito? Ujauzito ni hali ya kawaida inayotokea pale ambapo yai limerutubishwa likapandikizwa kwenye mji wa mimba, yani uterus, na kuendelea kukua hadi mtoto anapozaliwa. Nitarudia tena. Kwa hiyo ujauzito ni hali ya kawaida inapotokea ambapo pale yai linakuwa limerutubishwa, yani fertilization has taken place. Yai linakuwa limerutubishwa. Baada ya hapo linaenda kujipandikiza kwenye mfuko wa uzazi ambao tunaita kitaalam uterus, ambapo linaendelea kukua mpaka hapo mtoto anapokuwa amezaliwa. Kwa kawaida ujauzito huwa unakuwa umekua kabisa vizuri unapokuwa umefikisha takribani wiki 40, lakini kitaalam tunasema ni kuanzia wiki 37 hadi wiki 42. Kwa hiyo baada ya hapo mtoto anazaliwa. Kwa tunataka tuzungumzie yale mabadiliko ambayo yanakuwa yanatokea tangia kipindi hiki yai limerutubishwa mpaka mtoto kujifungua. Kwa hiyo kipindi hiki ndicho ambacho tunakiita kipindi cha ujauzito. Tangia yai limerutubishwa na kujishikiza katika mfuko wa uzazi, yani uterus, mpaka mtoto anapozaliwa, yani wiki 40, au tunaita kwamba taalam tunaita ni birth, yani kuzaa. Kwa hiyo hapa ndo tunataka kwamba tuzungumze hasa kwamba mahudhi au shida ndogo ndogo ambazo wamama wanakuwa wanazipitia wakati huu. Kwa hiyo kwa wamama ni vizuri sana ukaelewa hizi shida na changamoto ili uweze kujua vile unaweza ukazitatua. Lakini kwa wababa ni kuzielewa hizi shida ili mwenzako anapokuwa anazipitia uweze kuelewa kwamba sio kwamba anasema uongo, bali ni mabadiliko ambayo yanatokana na homoni ambazo zinakuwa zinazidi kujichanganya kipindi hiki ambacho mtoto anazidi kukua ndani ya tumbo lake. Basi kabla hatujaona hizi changamoto, twende kwenye mada ya kwanza ambayo ni mabadiliko ya mwili wakati wa ujauzito. Kama nilivyosema kwamba mama anapokuwa mjamzito, basi kuna mabadiliko ya kimwili, mabadiliko ya kihisia na mabadiliko ya kisaikolojia ambayo huyu mama anakuwa anayapata. Nitarudia tena kwamba wakati wa ujauzito, ambapo nimesema ujauzito ni kipindi ambacho kinatokea tangia yai linakuwa limerutubishwa na kwenda kujishikiza au kupandikizwa katika mfuko wa uzazi ambao kitaalam tunauita uterus, mpaka wiki ya 40 ambapo mtoto anakwenda kuzaliwa. Kwa yai pale linashika linaendelea kukua. Kwa hichi kipindi tangia mtoto kuwa yai limerutubishwa, yai kujishikiza, mtoto kuendelea kukua mpaka kuzaliwa, ndio tunakiita ujauzito. Na katika kipindi hiki katika mwili wa huyu mwanamke kunatokea mabadiliko ya kimwili, ya kihisia na kisaikolojia. Kwa mabadiliko ya kimwili ni kama kuongezeka kwa uzito, matiti kujaa na kuuma, tumbo kuongezeka taratibu. Mara nyingi tunasema kwamba the second trimester, yani trimester ya pili, mama tumbo lake linaanza kuonekana, yani kuanzia ile miezi 3 kwenda miezi 6 pale tumbo linaanza kuonekana. Ngozi kubadilika rangi. Kwa mfano kuna lini ya nigra, kale kamstari
kanako jichora keusi kutokea kwenye kitovu kanashuka mpaka kwenye tumbo kule kwenye symphysis pubis kitaalamu tunaita, au ili sehemu ambapo huwa hizi nywele zinakuwa hapa chini ya tumbo hapo. Kuna kale kamstari keusi ambako kanachora. Lakini kuna madoadoa ambao kitaalamu tunaita rinia, tunaita ni styriae gravida, au ni ile michirizi ile ambayo inajichora kwenye maeneo, kwa sababu mwili unakuwa unajivuta. Unaweza kukuta imejichora kwenye tumbo, imejichora kwenye mapaja huku na maeneo kama hayo. Kwa hiyo ngozi huwa inabadilika rangi. Lakini pia mama anaweza akapatwa na uchovu mara kwa mara. Kwa haya ni mabadiliko ya kimwili na mengine mengi ambayo huwa yanajitokeza. Lakini kuna mabadiliko ya kihisia, yani feelings za hawa wamama pia huwa zinabadilika. Kwa mfano namba moja, kuna kulegea kwa hisia. Mama au tunaita kitaalamu wanakuwa na mood swings. Kwa unaweza kukuta mama hali yao inakuwa inabadilika, wakati huu iko hivi, wakati huu iko vile. Kwa hiyo wewe inapasa uelewe kwamba hawa wamama kinachowasumbua sio wao, au sio kwamba wanafanya makusudi, bali inakuwa ni yale mabadiliko ambayo yanaendelea kutokea ndani ya mwili wao. Kwa hiyo ili wake. Kwa hiyo namba tatu, kuna mabadiliko ya homoni. Kwa mfano kuna kuongezeka kwa homoni ya progesterone pamoja na estrogen, kuathiri kihisia, usingizi, hamu ya chakula na mfumo wa mmeng'enyo. Kwa mabadiliko ya homoni haya kama ambavyo tumeona yanaathiri kabisa mfumo wake wa hisia, mfumo wake wa usingizi, hamu ya chakula na mfumo wa mmeng'enyo. Kwa unakuta mama anaanza kuwa na hamu pengine ya vyakula ambavyo halikuwa havipendi. Mama anaweza akawa anakosa usingizi, mama anaweza akakosa hisia na mume wake, au ukakuta amependa sana mtoto fulani au ndugu fulani, na mambo kama hayo yanaweza yakatokea. Kwa hiyo tumeanza na nini maana ya ujauzito mpendwa, na nikasema kwamba ujauzito basi ni kile kipindi ambacho kinaanza tangia yai limerutubishwa na kujishikiza katika mfuko wa uzazi ambao kitaalamu nimesema tunauita ni uterus. Na baada ya kuwa umejishikiza katika ule mfuko wa uzazi, basi linaendelea kukua mpaka pale mtoto anapokuwa amezaliwa, ambao kwa kawaida hii inakuwa ni takribani wiki ya 40. Kwa hichi kipindi ambacho kunakuwa mpaka mtoto kuzaliwa ndo tunakiita ujauzito. Na nikasema kwamba basi huyu mama ambaye ni mjamzito anakuwa na mabadiliko kimwili, ana mabadiliko kihisia, na ana mabadiliko kihomoni, au tunasema kwamba anakuwa na mabadiliko kihomoni, au tunasema psychologically huyu mama anakuwa ana mabadiliko. Kwa ni wajibu wetu sisi kama wamama kuweza kuyaelewa haya mambo, lakini ni wajibu wa baba au mwanaume ambaye ni baba wa mtoto pia kuweza kumuelewa mama, ili kipindi hiki kiwe ni cha amani, ni cha upendo kwa wote wawili. Basi leo tuendelee sasa na somo letu ambalo linasema matatizo madogo madogo ambao yanajitokeza, au kitaalamu tunaita ni minor disorders au minor complications, wengine wanasema ni minor discomforts, maudhi madogo madogo ambayo wamama wajawazito wanakuwa wanakutana nayo katika hichi kipindi. Kwa tatizo la kwanza ambalo wamama wanakutana nalo ni tatizo la kichefuchefu na kutapika. Kitaalamu tunaita morning sickness, especially ile miezi mitatu ya kwanza. Morning sickness hili linatokea ile miezi mitatu ya kwanza, ambapo mama unakuta anakuwa anatapika sana, anakuwa ana kichefuchefu na anatapika. Kwa kitaalamu tunaita ni morning sickness. Namba 2, minor discomfort au shida ndogo wa mama wanapitia ni uchovu kupita kiasi. Na hii tumesema huu uchovu kupita kiasi unakuwa unasababishwa na mabadiliko ya homoni pamoja na uzito. Homoni pamoja na uzito. Kwa mama anakuwa na uchovu kupita kiasi. Namba 3, mama anakuwa na kiungulia, yani heartburn. Mama anakuwa na kiungulia, yani heartburn. Kwa mama anakuwa na kiungulia, yani heartburn. Mara nyingi hii ni asidi ya tumbo inakuwa inapanda juu. Na tunaposema asidi hapa tunazungumzia ni hydrochloric acid ambayo inapatikana pale tumboni, inakuwa inarudi juu. Inarudi juu, kwa mama anakuwa anasikia kiungulia.
Shida nyingine au tunasema maudhi mengine ambayo mama anayapata anapokuwa mjamzito ni pia ni kukojoa mara kwa mara. Anakuwa anakojoa mara kwa mara. Kwa hiyo mkojo kuongezeka na shinikizo kwenye kibofu. Yani in fact tunasema kwa sababu ile uterus inakuwa iko juu, iko mbele ya kile kibofu, basi kadiri tumbo linavyokuwa linaongezeka, basi lile tumbo linakuwa linasukuma au linaweka pressure kwenye kile kibofu. Kwa sababu hiyo basi mama anajikuta anakuwa anakojoa mara kwa mara. Tatizo jingine ambalo mama anaweza kukumbana nalo wakati wa ujauzito ni kizunguzungu. Kizunguzungu. Mara nyingi kizunguzungu kinasababishwa kwa kushuka kwa sukari au shinikizo la damu ambao kitaalamu tunaita ni pressure. Kwa mama anaweza kukutana na kizunguzungu au ambacho kinaweza kawa na sababu mbili, yawezekana sukari imeshuka au anasumbuliwa na shinikizo la damu ambalo tunaita kitaalamu ni blood pressure. Tatizo jingine au maudhi mengine ambayo mama anaweza akayapata wakati wa ujauzito ni kitu tunakiita constipation. Constipation au kwa Kiswahili tunaita ni kukosa choo au kuwa na choo ngumu. Basi hii inasababishwa na kupungua kwa mmeng'enyo wa chakula. Kama ambavyo nimesema kwamba kuna mabadiliko ya hormone, kwamba inakuwa imeongezeka progesterone na estrogen, na hivi vitu unakuta vinaleta effect au madhara makubwa katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula wa mama. Maudhi mengine madogo madogo ambayo mama anaweza akayapata basi ni kuvimba miguu na mikono. Kuvimba miguu na mikono hasa inapokuwa imefika mwisho wa siku. Unakuta mama jioni anakuwa amevimba miguu pamoja na mikono. Lakini pia wamama hawa wanakuwa na maumivu ya mgongo. Unakuta mgongo unakuwa unawauma au wanalalamika kwamba wanakuwa na maumivu ya mgongo. Kwa hiyo hii mara nyingi inatokana na ule uzito wa mimba ambao unakuwa umeongezeka. Kwa unaweza kukuta mama pale analalamika kwamba anakuwa na maumivu ya mgongo. Kingine ambacho tumekiona pale ni kwamba wamama wajawazito unakuta wanapitia changamoto ya kukosa usingizi. Kwa hiyo samahani kidogo. Kwa hiyo wanakuta hawa wamama pia wanapitia changamoto ya kukosa usingizi, na hii inatokana na wasiwasi au kutopata nafasi nzuri ya kulala na kupumzika. Kwa unakuta mama wana shughuli nyingi na nini, wanakosa ile nafasi ya kupumzika, au wakati mwingine wamama hawa wanakuwa wanapitia wasiwasi na mashaka na mambo mengine. Basi hayo ndo mabadiliko ambao mama au hizo ndizo discomfort au shida ndogo ndogo au maudhi madogo madogo ambayo mama anakuwa anayapitia. Basi twende katika kipengele kinachofuata ambacho kinazungumzia jinsi basi ya kudhibiti haya matatizo madogo madogo wakati wa ujauzito. Tuanze na tatizo la kwanza ambalo tulizungumzia kwamba ni kichefuchefu na kutapika. Kwa mama anapokuwa amesikia kichefuchefu na kutapika, basi hakikisha kwamba anakula chakula kidogo kidogo mara nyingi. Tunasema kwamba ale small meals lakini frequently, yani chakula kidogo kidogo lakini mara nyingi. Lakini pia aepuke vyakula vyenye harufu kali. Aepuke vyakula vyenye harufu kali. Vile vyakula vyenye harufu kali aepukane navyo. Lakini pia atumie tangawizi au biskuti kavu asubuhi. Kwa naweza akatumia tangawizi akapata zake ya tangawizi, kikombe chake cha tangawizi, au akatumia biskuti kavu asubuhi. Hii nayo inamsaidia. Lakini pia anywe maji mengi lakini kidogo kidogo. Kwa hiyo solution ya kichefuchefu namba 1, epuka kula vyakula vyenye harufu kali, epuka kula vyakula vyenye mafuta. Hakikisha mama huyu anakula chakula kidogo kidogo lakini mara nyingi. Lakini pia mama anywe maji mengi lakini kidogo kidogo. Unaweza kumpa kikombe akanywa glasi, baadaye atakuwa ameweza kunywa yale maji mengi. Lakini pia anaweza akatumia tangawizi au biskuti kavu asubuhi na atakuwa amepunguza kabisa hili tatizo. Lakini pia tunaendelea. Tatizo la pili lilikuwa ni uchovu mkubwa kwa mama hawa wanakuwa na uchovu mwingi. Kwa kama mama unapitia hili swala la kuwa na uchovu, basi hakikisha unalala mapema, hakikisha unapokuwa umepata muda pumzika. Lakini pia kama una uwezo basi pata msaada
wa mtu aweze kukusaidia kazi pale nyumbani. Na sisi kama wanaume, basi hakikisha unapokuwa unajua mke wako ni mzito au ni mjamzito na anapitia changamoto au hali kama hii, basi unakuwepo pale kwa ajili yake kumsaidia na kazi ndogo ndogo, au basi awepo dada wa kazi pale nyumbani ambaye anaweza kumsaidia mama ili yeye aweze kupata muda wa kupumzika zaidi. Kwa hiyo changamoto nyingine ambayo tumeiona hapa, tumeona ni kiungulia, na tukasema kiungulia kinasababishwa kwa sababu na asidi za tumbo au hydrochloric acid huwa zina tabia ya kupanda. Kwa hiyo wakati mama anasikia kiungulia, afanya mambo yafuatayo. Namba moja, epuka kula sana usiku. Kwa hiyo usiku hakikisha auli ukavimbewa, kula kiasi kidogo. Lakini pia kula chakula ambacho hakina mafuta mengi. Kama nilivyosema huku kwenye kichefuchefu kwamba usipende kula chakula ambacho kina mafuta mengi sana wakati wa ujauzito. Lakini pia lala kwa kuweka mito nyuma, yani semi upright, yani kwamba unapolala unahakikisha umeweka mito nyuma ili usilale chini au usilale kichwa chako pasipokuwa umelalia mto. Kwa unahakikisha umelalia mto. Lakini pia epuka kunywa soda pamoja na pilipili. Kama unakumbuka pia kwenye ile video yetu ambayo tulizungumzia masuala ya kunyonyesha, tukasema vile vitu vyenye kafeni, sana sana kahawa na soda pia ni vya kupunguza. Kwa unaona wakati wa ujauzito epuka vitu kama soda pamoja na pilipili ili uweze kuepuka kiungulia. Kwa hiyo tunaendelea basi, mama anapokuwa anakojoa mara kwa mara afanye vitu vya namna gani? Epuka kunywa maji mengi sana usiku. Hakikisha unakojoa vizuri bila maumivu ili kuzuia UTI, yani urinary tract infection, ambayo ni gonjwa ambalo liko very common kwa wamama kwa sababu ya kutojisafisha vizuri wanapokuwa wamemaliza kukojoa. Kwa hiyo hakikisha aunywe maji mengi usiku ili usipate shida ya kutoka nje mara kwa mara. Lakini pia hakikisha unapokojoa basi unakojoa vizuri na kumaliza ule mkojo wako ili kuweza kuzuia UTI. Pia tukazungumzia kwamba changamoto nyingine ambao wanapata wamama hawa ni kizunguzungu. Kwa unapokuwa una experience kizunguzungu wewe kama mama, au kama wewe mume ambaye mke wako unamuona analalamika kizunguzungu, basi hakikisha mama anakula mara kwa mara. Tumesema hii inasababishwa na kupunguka kwa sukari au kuwa na blood pressure ambao ni tunasema ni msukumo wa damu. Lakini pia simama polepole kutoka kitandani. Simama kidogo kidogo kutoka kitandani. Hapa mara nyingi ukisimama kwa haraka unaweza ukapata kizunguzungu ukaanguka, na hii kitaalamu tunaita ni postural hypotension. Yani unakuwa suddenly unabadilisha position, yani ghafla unabadilisha mkao au eneo, kwa hiyo unakuta unapata kizunguzungu na unaweza ukaanguka. Kwa hiyo shuka polepole kutoka kwenye kitanda, hatua moja baada ya nyingine. Pia epuka kukaa au kusimama kwa muda mrefu. Epuka kukaa pia tunazungumzia kwamba epuka kukaa au kusimama kwa muda mrefu. Kwa kufanya hayo mambo matatu, umama utakuwa unasaidia au itakusaidia kuepukana na changamoto ya kizunguzungu. Changamoto nyingine ambayo tumezungumzia ni kukosa choo au choo kuwa ngumu, ambayo tumesema kitaalamu tunaita ni constipation. Kwa hiyo mama anayopitia constipation, hakikisha unakula vyakula venye nyuzi nyuzi au tunasema kitaalamu fibers, yani matunda, mboga mboga pamoja na nafaka. Na matunda jitahidi kula yale maganda ya matunda. Na maana kama ni maembe usiyamenye, kula yale maganda, ndo mara nyingi yanakuwa yana fiber. Kwa hii fiber kazi yake inasaidia kurainisha ile choo ili iweze kutoka vizuri. Pia hakikisha kwamba unakunywa maji ya kutosha. Tumesema angalau glasi 8 mpaka glasi 12 kwa siku kwa huyo mama, au angalau 2.5 mpaka 3 liters angalau kwa siku. Uhakikishe kwamba umepata. Pia tembea au fanya mazoezi mepesi. Kwa hakikisha unakula vyakula vyenye nyuzi nyuzi au fibers, mfano matunda, mboga mboga pamoja na nafaka. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha, angalau glasi 8 mpaka glasi 12 au lita 2.5 mpaka lita 3 kwa siku. Pia hakikisha unatembea na kufanya mazoezi ili uweze kuepukana na hii changamoto ya kukosa choo au choo kuwa kigumu, ambacho kitaalamu tunaita ni constipation.
Changamoto nyingine ambayo tumeizungumzia kwamba mama wanakuwa wanapitia wakati wa ujauzito ni kuvimba miguu, hasa muda wa jioni. Tumesema ni kuvimba miguu hasa muda wa jioni. Kwa mama anapokuwa anapitia changamoto hii, hakikisha kwamba unakaa ukiinua miguu juu. Kwa unaweza ukakaa pale kwenye kiti chako ukainua miguu yako juu ili kuweza kuhakikisha kwamba ile circulation ya damu inakaa vizuri. Lakini pia epuka kusimama kwa muda mrefu, alafu vaa viatu vya raha, sio vya kisigino kirefu. Kwa hapa unaona high heels kwa mama mjamzito zinakuwa si nzuri. Kwa unaweza kuvaa raba, unaweza kuvaa vile viatu vizuri tu kama marapa, na unakuwa unaweza kutatua ili jambo kwa namna hiyo. Vaa viatu vya raha, unaweza kuvaa marapa au kuvaa raba, usisimame muda mrefu, lakini pia kaa kwa kuinua mguu juu. Changamoto nyingine tumezungumzia ni maumivu ya mgongo ambayo yanasababishwa na kuongezeka uzito. Uzito kwa sababu ya ujauzito. Kwa hiyo unapokuwa unapitia changamoto hii ya maumivu ya mgongo, hakikisha usibebe au usichukue vitu vizito, lakini lala kwa ubavu wa kushoto. Tunasema ni left lateral position kitaalam. Lala kwa ubavu wa kushoto, left lateral position. Tumia mto wa ujauzito. Tumesema kwamba hakikisha kwamba una mto unapokuwa unalala, unaweka mto chini, lakini pia fanya mazoezi mepesi kama yoga au kutembea, mazoezi mepesi wakati wa ujauzito. Unaona kwamba yanasaidia kupunguza constipation, umeona kwamba yanasaidia kupunguza maumivu ya mgongo, unaona pia yanasaidia hata kupunguza stress. Kwa mazoezi madogo wakati wa ujauzito ni muhimu sana. Kwa mama anapokuwa na maumivu haya ya mgongo, asibebe vitu vizito, alale kwa ubavu wa kushoto, yani left lateral position. Hakikisha anatumia mto wakati wa ujauzito, lakini pia afanye mazoezi mepesi. Changamoto nyingine ambayo mama tulisema kwamba anapitia wakati huu ni kukosa usingizi. Tukasema pengine sababu ya wasiwasi au kwa sababu anakosa muda wa kupumzika. Kwa hiyo hapa mama, epuka kula sana usiku kwa sababu unaweza kusababisha usisinzie. Tumia mito ya kukusaidia tumbo na mgongo, lakini pia pumzika mchana kama hujalala vizuri usiku. Hakikisha mama huyu anapata muda. Lakini kiukweli ni kwamba sisi kama wanaume, sisi kama wababa, tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba wake zetu wanapumzika. Kwa kama mama anakosa muda wa kupumzika, basi hakikisha wewe kama mwanaume unatengeneza muda ambao mama anaweza akapumzika. Kwa sababu shida ya kukosa usingizi usiku inawakuta wa mama. Lakini tunapokwenda sasa, kumbuka kwamba si matatizo yote ni ya kawaida. Haya yote ambayo tumeyazungumzia, si kwamba matatizo haya yote tuliyozungumzia ni ya kawaida. Ikiwa kuna damu ukeni, kuna maumivu makali ya tumbo, kichwa kuuma sana, kuona ukungu au mtoto kuacha kusogea au kucheza, wasiliana na daktari haraka au kimbia kituo chako cha karibu. Nitazungumza tena. Kumbuka haya matatizo yote ambayo tumeyazungumza kwamba sio kwamba yote ni ya kawaida. Endapo utaweza kuona haya yafuatayo ambayo ninakwambia, mfano ukiwa kuna damu ukeni, ikiwa kuna maumivu makali ya tumbo, ikiwa kichwa kinakuuma sana, ikiwa unaona ukungu au mtoto ameacha kusogea au kucheza, kimbia haraka sana katika kituo cha afya kilicho karibu au wasiliana na daktari wako ili uweze kujua hali ya mtoto. Kwa hiyo tunahitimisha kwa kusema kwamba matatizo madogo ya ujauzito ni ya kawaida na yanaweza kudhibitiwa kwa njia rahisi kabisa za kiafya bila dawa nyingi, kama ambavyo nimeweza kutoa elimu siku ya leo. Hata hivyo, usisite kushauriana na mtaalamu wa afya iwapo hali yako itakuwa ngumu au haieleweki. Kwa haya matatizo madogo mpendwa, yanaweza yakamudu, yanaweza yakathibitika pasipokuwa umekimbilia madawa mengi, pasipokuwa umeingia gharama nyingi, kwa kufuata maelekezo ambayo tumekupa. Lakini pia usiache kuwasiliana na mtaalamu wako na daktari wako au kufika kituo cha karibu cha afya ili uweze kuelewa zaidi kutoka kwenye haya ambayo nimekufundisha. Asante, usiache kulike, usiache kusubscribe. Tukutane tena wiki ijayo kwa ajili ya somo ambalo linafuata.